nimesimama Bwana to your temple. Father, this is my request this afternoon, that Lord, you may take this place, Lord, as your place from now on. I pray that I not be me, Lord, that be you, King of the glory. I pray that you may use my mind to your glory. I pray that you may use my mouth to your glory. I pray that when I am standing here, Lord, all the faces, my Father, that are facing me, I pray that they not see me, but they see you, Jesus. But they see you, Jesus. But they see you, Jesus. I disappear for you to appear. In the name of Jesus. Tazame milimani, msaada wangu tatoka wapi? Msaada wangu katika Bwana. Tuseme kanisa, inua macho yangu mimi nitazame milimani, msaada wangu tatoka wapi? Msaada wangu katika Bwana. Inua sauti zaidi ya hivyo, sema nainua mimi macho yangu, Baba yangu nitazame milimani, msaada wangu utatoka. Macho yetu Baba yangu tutazame milimani, msaada wetu tatoka wapi? Tutazame milimani, msaada wetu utatoka. Msaada wetu katika Bwana. Tunaitisha msaada kutoka kwako Roho Mtakatifu. Dakika hizi chache tuhudumie kama wewe unavyopenda kwa Roho wako Mtakatifu. Katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Sema amen. Inua hiyo mikono yako, mpigie Bwana makofi mazuri ya baraka. Haleluya. Amen. Wewe. Najizuia kwa sababu tunaweza enda mbali, lakini sitaki tuende mbali sana. Acha tukae tu hapa, si ndio? Basi naomba ukaketi kwa kiti chako cha baraka. Amen. Mungu akubariki sana kwa kunisaidia kuabudu. Basi kwa nafasi hii naomba niende mbio sana nikatoe neno la Bwana
Kwa dakika chache kidogo sana ambazo nimehurumiwa na Bwana kupata katika ibada hii. Kitabu cha Yohana Mtakatifu 14 mstari wa 6 na mstari wa 7. John chapter 14 verse 6 and 7. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kama mngalinijua mimi, mngalimjua na Baba. Tangu sasa mnamjua, tena mmemwona. Sema amen. Mwangalie mtu, mwambie mmemjua tena mmemwona. Nani amemwona Mungu hapa? Bwana Yesu asifiwe sana. Ni wa rangi gani? Amen. Kama if you are writing your note, write down, Jesus is the way, the truth and life. Bwana asifiwe sana. Jesus is the way, the truth and life. Hallelujah. Mungu aliponipa huu ujumbe, maana huu ujumbe si wa leo, ni wa wiki hii. Kuna mahali nilikuwa nikiomba, nikasikia Mungu ananihudumia na huu ujumbe. Na nilipokuwa kazini nikaanza kuongezea notes, nikaanza kuongezea huu ujumbe ili uwe mpana. Kwa sababu nilijua huu ujumbe ukinihudumia mimi, unaweza ukahudumia mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Most of the time ninapohubiri, nahubiri kitu ambacho kimenisaidia mimi. Ninapoeleza mtu habari za injili ya Kristo na kueleza habari ya injili ambaye mimi kwanza imenishughulikia. Bwana Yesu asifiwe sana. If kama sijabadilishwa na lile neno nalokuletea, hata na kwako halitakuwa baraka. Basi kama mimi limenisaidia, niko na imani na wewe pia linakusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi Yesu akawa na wanafunzi, ni siku zake za kumalizia. Alikuwa anawaachia wasia. Alikuwa anawaaga wanafunzi na akawa anawaeleza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kafika mahali akaanza kuwaambia, Mungu mmekuwa mkiambiwa kumhusu miaka ya nyuma, miaka ya Torati, miaka ya kitabu cha Musa, miaka ya vitabu 5, miaka ya manabii. Mungu ambaye mmekuwa mkiambiwa kumhusu, sasa hivi huyo Mungu mnaweza mkamuona. Bwana Yesu asifiwe sana. Huo Mungu kwa sasa mko na uwezo wa kumuona. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema kwamba akawaambia, mimi ndimi njia. Haleluya. Kwa sababu watu wanatafuta Mungu, watu wanataka kwenda kwa Mungu, watu wanataka kumuona Mungu na watu wanamtaka Mungu. Lakini Yesu akawaambia, haiwezekani mkampata Mungu kienyeji. Haiwezekani mkampata Mungu vile mnavyomtaka. Mnampata Mungu kupitia mimi, ambaye ndimi njia ya kumwendea huyo Mungu mnayemtaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mimi napenda hii injili ya Yesu. Naifurahia injili ya Yesu kwa sababu Yesu alikuwa anajihubiri yeye. Haleluya. Thomas na ni ambao wametembea na Yesu muda mrefu, wanamtafuta Mungu ambaye Yesu amekuja kuwaambia yuko Baba. Lakini Yesu anawageuza mawazo yao, anawaambia, mnamtafuta Mungu ndio, lakini kama umeweza kuniona mimi, umemwona Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Usimtafute Mungu kwingine. Ukiniona Yesu mimi ndimi Mungu ambaye utafuta. Haleluya. Akawaambia hivi, mimi ndimi njia. Haleluya. Nataka niongee kidogo kuhusu njia. Wakati nimekuja hapa, nimetumia njia nyingi sana. Si nimekuja na pikipiki nimebebwa? Si ndio? Nimetoka kutoka mahali nilikuwa, nakaja nikafika hapa. Nini kimenileta? Njia. Bwana Yesu asifiwe sana. Njia ndio imenileta. Na kwa sababu nilikuwa naijua njia ya kuja hapa, sikuwa na haja kuuliza naenda wapi. Haleluya. Njia, ukishafahamu njia ya kwenda Arusha, hauhitaji kuuliza mtu Arusha ni wapi. Unashika njia kuelekea wapi? Arusha. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Yesu anasema yeye ndio njia ya kwenda kwa Mungu.
Yesu ndiye njia. Ukitaka kumuona Mungu lazima umpitie Yesu kwanza. Oh, haleluya. Katika dunia ya leo tuko na watu ambao tunawaita kama mlango. Wamesimama katika mlango. Ukienda kwa ofisi ya governor, kabla uingie kwa ofisi ya governor kumuona governor, kuna mtu katika mlango atakaye kufungulia mlango uingie kwa ofisi ya governor. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sana atakuuliza ni sababu ipi imekuleta ili kuja kumuona governor. Haleluya. Na ndio akufungulie, ndio akufungulie, akupatie nafasi ya kuonana na governor. Sasa Yesu amesimama katika mlango wa kumuona Mungu. Nikawa na katika pale kazini kwangu na tafakari huu ujumbe tu. Nikaangalia nikaona Mungu alikuwa amefika kiwango anataka kumaliza watu. Na alipotamani kumaliza watu na dunia mzima, aimalize hata kama ni kwa moto ama ni kwa maji. Lakini mmoja akatokea akasema hapana. Hautawamaliza. Mimi nitasimama kwa niaba ya kuwatetea. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nitasimama. Yesu akatokea. Mungu akiwa anahangaika kuuliza nitatuma nani? Who shall I send? Bwana asifiwe sana. Ndio Yesu anatokea anasema I am here. Here I am, Father. I will go for the sake of a human being. Hallelujah. So that is why anasimama anawaambia wanafunzi, you cannot see God without me. Yeah. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe unayetafuta Mungu, hauwezi kumuona Mungu kama haujamuona Yesu. Na niko na habari mbaya kwa watu ambao hawajajuana na Yesu, kwa sababu sauti hii inaweza kuwa inasikika mbali. Watu ambao hawamsikii Yesu, watu ambao hawamwamini Yesu. Biblia inawaambia hivi, siku inakuja ambayo kila goti litapigwa mbele zake na kila ulimi utasimama kukiri ya kwamba hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu. Na ilianza pale Kalvari. Haleluya. Ushuhuda ulibaki Kalvari. Kuna mtu alisimama akasema hakika huyu si mtu wa kawaida, alikuwa ni mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa la Bwana, wakati umefika sasa tuanze kuambia watu habari za Yesu ambaye alisulubishwa. Hayuko tena kaburini, amefufuka na anafanya mambo ya ajabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na huyo ndiye lango ambalo linatusubiri atufungulie tuingie kumuona Baba. Hatuwezi muona Baba kama hatuna Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. I am the way, the truth, and life. No one comes to the Father except through me. Bwana asifiwe sana. Siku moja nikawa nahubiri kanisani, nikawaambia watu Yesu alizungumza na akina Petro. Unajua kuna injili tumehubiriwa sana. Tumehubiriwa injili sana. Na tukihubiriwa injili tunashika maandiko vile yanavyosema. Lakini hatushiki ufunuo wa andiko ambapo vile linavyomaanisha. Kahubiria watu siku moja nikawaambia Yesu akazungumza na wanafunzi, anawauliza, hivi mnatembeanga huko maana mko na marafiki? Mkisikia wakiongea kunihusu, sema mimi ni nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Wengine wanamwambia ni nabii yule, wengine wanamwambia wanasema ni Yohana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sasa watu wamesema sawa. Haleluya. Na hapa nitawauliza, niwauliza ama niache? Acha niache. Anawauliza ndio, mmesikia watu wanasema. Mwangalie jirani mwambie unasikianga watu wanasemaga tu. Lakini wewe unasemaga na mimi ni nani? Nyinyi ambao ninatembea na nyinyi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na pastor inatakiwa ifike mahali uwaita hawa watu wote wahoji. Waulize hii injili nao wahubiriaga, nataka mtu arudie somo nililofundisha mwezi wa 3. Na hubiri lote mpaka liishe vile nilihubiri. Unajua msiniangalie mimi mukashika neno lile na wahubiria. Mimi ni mpita njia. Nitawahubiria na Halo? Mnayetakiwa kumkope ni pastor yuko. Halo? Mimi ikisumbua uniambie niweke chini. Haleluya. Neno ambalo unatakiwa kushika sio la TV, sio la mtandao. Halo? Na sio lile ambalo unasikia ndugu Musa amekuja kusema. Neno unalotakiwa kushika ni lile ambalo unahubiriwa katika madhabahu ambayo unaabudia. Bwana asifiwe sana. Nikawaambia watu Yesu alizungumza na wanafunzi akiwajaribu.
Kwa sababu nimetembea na nyinyi muda wote huu. Mmenijua mimi ni nani? Hallelujah. Do you know who am I? Ndio mtu mmoja ambaye ni mwanaume nampenda Petro. Akamwambia hapana. Bwana tunakujua. Wewe ni Yesu mwana wa Mungu. Akamwambia wewe ndiwe Petro. Halo. Angalia mtu mwambie baada ya ufunuo. Muangalie vizuri mwambie tena baada ya ufunuo. Unabadilishiwa jina. Haya. Hallelujah. Ukipata ufunuo Yesu ni nani? Kitu cha kwanza anafanya, anakubadilisha from human nature, anakufanya mtu wa kiroho. Akamwambia Petro, wewe ndiwe Petro. Hallelujah. Bariona. Hallelujah. Akamwambia na katika wewe, hakumwambia mawe, alimwambia juu ya ufunuo huu ambao wewe umeujua nitajenga kanisa langu. Na wala malango ya kuzimu hayatalitikisa. Ni maombi yangu mchana wa siku ya leo ya kwamba neno linalohubiriwa katika hii madhabahu, yeyote atakayeshika ufunuo wa neno la madhabahu haya, Bwana ajenge kanisa juu yako na wala adui hawatakutikisa. Bwana alete ufunuo utakaodumu na hakuna mtu atakayekutikisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nikaambia watu, Yesu alimwambia Petro nakupatia funguo. Nakupatia funguo. Hapo ndio ufunuo ulikuwa. Ufunguo. Nakupatia nini? Ufunguo. Yaani ina maana nanjipatiana kwako. Nikaambia watu sio ufunguo. Sio funguo. Halo. Unajua hii funguo yangu nikikupatia unaweza ingia kwangu kote. Kila mahali kwangu unaweza ingia. Mpaka funguo ya bedroom iko hapa. Halo. So sasa Yesu anamwambia Petro, kwa sababu umenijua nitakupatia nini? Funguo. Keys. Give you keys. Halo. Ufunuo uko hapa. Yesu azungumzii hizi funguo. Anazungumza mimi ndimi funguo. Na njipatiana kwako. Ukiwa umenibeba unaweza fungua milango yote. Unaweza ukatangazia watu uponyaji wakapona. Unaweza ambia watu habari za mbingu na ikawa hivyo. Kwa sababu umenibeba mimi kama funguo. Hallelujah. I am the key. Na anawaambia kile mtafungua hapa duniani, mbinguni kitafunguliwa. Na kile mtafunga hapa duniani, mbinguni kitafungwa. Kwa sababu mko na funguo. I am the key. Bwana Yesu asifiwe sana. I am the key. Whatever that you want to open, you will open it. Because I am the key to you. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukipata ufunuo wa Yesu, kile alikuwa anafundisha, si maandiko alileta. Alileta ufunuo. Tuweze kujua sisi ni kina nani katika ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kama kuna kitu ninafurahia, ni wakati ambapo nimefika nikajua mimi ni nani. Who am I in the kingdom of God? What can I do when I am living here in this planet? Katika dunia hii ninayokaa, mimi naweza nikafanya nini? Ukifika kiwango cha kujiuliza, naweza nikafanya nini katika dunia ninayokaa, wewe sasa umebadilika. Wewe si mtu wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Na ni maombi yangu kwamba kanisa hili watu msio wa kawaida. Msikuwa mnakuja ibada kama ilivyo desturi. Mimi naweza kuja ibada January to January. Ile itakayotangazwa. Iwe ni ile itakayosemekana kuna ibada. So long as ni ibada, mimi naweza nikakuja zote. Why? I know the secret. Najua secret. Bwana asifiwe sana. Kwa maana muda mrefu sana nimehudumiwa na Mungu katika ibada. So sipendi kukosa ibada. Hata kama moyo umeinama, nitakuja ibada. Ninakuja kunoa funguo yangu ikae vizuri. Ninakuja kutengeneza Yesu wangu ndani yangu awe na nguvu. Ninakuja nikijua katika hiyo ibada kuna kitu Mungu anaweza akafanya. Neno linaweza pita lisinihudumie, lakini worship itakapoabudiwa nitasikia kuna kitu Mungu ameniambia. Nakuja katika ibada kwa sababu namtaka Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa Bwana, tusiwe watu wa kuchoka. Tusiwe watu wa kuchoka. Jesus is the way. Number one, Jesus is the way. Jesus is the only way to go.
Jesus is the only way to God the Father. Yesu ndiye njia peke yake kwa Mungu Baba. Salvation is found in him alone. Wokovu unatoka kwa Yesu peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Wokovu unapatikana katika Yesu. Ukiona mtu ambaye ameokoka, hajaokolewa na nabii, ameokolewa na Yesu. Ukiona mtu ambaye anafuata njia za injili, hajaokolewa na injili, ameokolewa na Yesu. Nani anayeokoa? Ni Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jesus is our salvation. That's why today I am standing here telling you the stories or the good news about Jesus. Bwana Yesu asifiwe sana. We do not reach God through good works, religion, or human effort, but through faith in Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe sana. We do not reach God, atumfikii Mungu, ama atumpati Mungu, ama atumuoni Mungu, ama atumpati Mungu kupitia kazi nzuri ambayo tunafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kazi inayodhihirisha Mungu kwetu. Haleluya. Sio zile vitu tunavyovifanya physical zinazosababisha tumfikie Mungu. Ni kile ambacho kinafanya tumfikie Mungu ni Yesu Kristo, because he is the way. Bwana Yesu asifiwe sana. He has the way. Hallelujah. When we follow Jesus, he leads us in the right path. Tukimfuata Yesu, anatuongoza katika njia njema. Bwana Yesu asifiwe sana. Anatufundisha namna ya kwenda. Anatufundisha namna ya kukaa. Anatufundisha vile tunavyofaa kurelate na watu wengine. Anatufundisha vile ambavyo tunaweza shirikiana na watu wengine, tukakaa tukawa umoja kwa kupitia Yesu ambaye ni njia. Bwana Yesu asifiwe sana. Anatufundisha na tuelekeza katika kile ambacho yeye anajua ndicho bora kwetu sisi as a followers of Christ. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. So ukiona unamfuata Yesu, wewe umechagua njia bora. Anko yangu siku moja hakujua nimemkopi, akaniambia kitu moja na mpaka na leo nakikumbuka. Akaniambia, ukiona mtu ambaye ameokoka ni mjanja. Ukiona mtu ameokoka tu, huyo ana ujanja fulani. Kwa nini? Kwa sababu huyo mtu kama ameokoka, ameondokea hasara za dunia hii. Kitu cha kwanza, huyo mtu hata misuse mali zake ovyo ovyo. Huyo mtu atakuwa gates ya kuzuia vitu vyake. Atakuwa wa kujizuia. Hata najisika ovyo, hata haribika ovyo, na hata potea kama wengine. Mlevi mmoja akaambiwa, tunawahubiria habari njema ili msiendelee hii kwa hii kukufa polepole. Akasema ni kweli, si tukufe polepole, maana hatutaki kukufa haraka. Nikajua hatuna shida na yeye, kwa sababu mahali yuko, ile dunia yuko inaongea hiyo habari. Lakini sisi hii dunia yenye tuko, tukimwambia kukufa polepole, ni kukufa polepole kimwili na hata kiroho. Kwa sababu roho ikifa haina mahali itahifadhiwa, haina mahali inaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata wengi wanatafsiri kwa tafsiri za dunia hii kwamba nikikufa hii physical tunaonana ndio anasema kukufa. Lakini sisi tukizungumza neno hili nalo lizungumza, sizungumzii mwili, nazungumzia roho. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na katika injili kitu tunachokitafuta si mwili, tunatafuta roho. Tunaitafutia roho, inafaa kwenda kukaa. Haleluya. So yeye kutafsiri vile hainisumbui. Kwa nini? Kwa sababu huyo mtu according to his revelation anaongelea habari ya mwili. Na ndio maana watu wengi leo kuokoka imekuwa kazi ngumu sana, na kumfuata Yesu inakuwa ni kazi, ni msalaba mzito, kwa sababu sana wanauliza nitapata nini? Si hata wanafunzi waliuliza hiyo swali, what will I get? Nitapata nini baada ya kufuata? Haleluya. Kwa sababu wanatafuta. Na njuzi Mungu akanihudumia, nikawa najiuliza, hivi kwa nini Wakristo ni maskini sana wengi? Kwa nini tuko maskini wengi? Na nikawa, unajua mimi namuuliza Mungu maswali. Nikamuuliza maswali na nikafika mahali akaniambia, kwa sababu huu ufalme mnaokaa ni ufalme wa fedha. Lakini ufalme wangu sio ufalme wa fedha. Ufalme wangu ni ufalme wangu mwenyewe. Na mkitaka mtawale ufalme wa pesa, lazima muwe na nguvu inayotokana na si duniani, mbinguni. Nikamwambia, Bwana nisaidie kutafuta nguvu zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ukiwa na nguvu ya Mungu una uwezo wa kuitawala dunia.
Ukiwa na nguvu ya Mungu, Kristo akikutawala, he is the way to your business. Jesus is the way to your business. Jesus is the way to your salvation. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ndiye njia na ndiye anafungua kile ambacho hatuna kipatikane. Hallelujah. Niwekee kitabu cha Matendo ya Mitume 4:12. Matendo ya Mitume 4:12. Alafu utanifungulia Waebrania 10. Inasema namna gani? Weka kwa Kiswahili juu wengi wetu tuko Waswahili hapa. Nor is there salvation in any other? For there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. It's only the name of Jesus. Weka kwa Kiswahili. Nafikiri ungechanganya zote haraka ili tukimbie na muda. Muda wangu ni mchache sana. Umefika? Wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Ni hilo jina la Kristo. The only name that we get salvation is only the name of Jesus Christ. Amen. Hebrews chapter 10 verse number 19 to 22. What does it say? Hebrews chapter 10, 19, 22. 10, 19, 22. Ujumbe sitamaliza, nitakuja kumaliza siku nyingine Bwana akileta neema. Ni mrefu. Nimekuja. Basi ndugu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu. 20. Njia ile aliyotuanzia, iliyo mpya, iliyo hai, ipitayo katika pazia, yaani mwili wake. Na kuwa na kuhani mkuu juu ya nyumba ya Mungu. 22. Na tukikaribie wenye moyo wa kweli kwa utimilifu wa imani, hali tumenyunyiziwa mioyo, tuache dhamiri mbaya, tumeoshwa miili kwa maji safi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hii ndio inatuambia Yesu ndiye njia peke yake ya kuingia mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana anamalizia kwa kusema na tukaribie wenye moyo wa kweli, kwa sababu dunia imejaa udanganyifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Utasikia injili kwa mtandao, uipende na uifuatilie, lakini hujui chanzo cha hiyo injili. Hujui aliyeanzisha hiyo injili anasimama kwenye mlango gani. Kwa sababu milango ni mingi, lakini kuna mlango ambao ni Yesu peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi tumeteuliwa na tumetengwa na Kristo. Ukiabudu hapa kwa hii madhabahu na usikie injili ya hii madhabahu haikubariki, tafadhali tu tafuta mahali utabarikiwa. Halo? Kwa nini? Kwa sababu utaweza kuwa kikwazo. Unaweza zuia maji kutiririka. Unaweza zuia neema sitembee kwa hii madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi ninapoabudu naabudu chini ya mtumishi, na imenibidi kufuata neno lake, whether I like it or not. Kwa sababu nikimzuia, sio yeye anazuia. Siku moja Mungu akawa ananihudumia. The more you hate your enemy, the more you hate yourself. The more you hate your enemies, the more you hate yourself. Because there is a place, kuna mahali utataka kufika na utashindwa kufika because of the spirit of hatred
utataka kwenda, lakini kukiangaliwa njia yako ya kwenda, kuna roho ambayo inadai haki imesimama kwa mlango. Sema huyu usimfungulie. Kwa nini? Akona spirit of hatred. Hello? Bwana Yesu asifiwe sana. Leo hii ukimchukia Rais Ruto, kuna maneno ufai kuongea. There are ones that you don't need to talk. Ukiongea yanasimama kwa anga yako. Hello? Siku moja nikasikia mtu mmoja amemwambia, sitaki kumtaja, akamtukana sana mpaka physical. Rais akasimama akamwambia, listen to me and listen carefully. You will never be anything in this country. Amezungumza nini? Why? Nani alianza? Mwenye moyo wa uchungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukichukia adui yako sana, that is the way you are blocking your future. Kuna vitu utajifungia wakati ambapo unaona adui yako. Na mara nyingi tunapowachukia maadui tunawakuta mahali pazuri tu. Ukimchukia sana, unaenda unakuta mahali amealikwa, ako kiti ya mbele na wewe uko nyuma. Hello? Bwana Yesu asifiwe sana. Kabisa, na unaona bila anashika mbavu ya mbuzi. Mpaka wewe mwenyewe nani alimweka huko? Chuki yako imekuweka huko. Hello? Kama ungeignore ile uadui wake ambaye amekuletea, uangalie uone si kitu na umwambie ndugu, Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Huyu mtu kuna makao umeweka juu yake. Yesu alizungumza hiyo habari. Jesus is the way, the truth and life. Yesu ni njia, kweli na uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Why Jesus is the way and truth and life? Because the more you hate, the more you harm your heart. Hivi ushawiona watu wenye machungu vile wanakuwa na sura? Mimi nakuwa sura mbaya kweli ama ni mzuri? Umeona vile watu wana machungu vile wanakuwa na sura ngumu? Wanazeeka haraka. Wanazeeka? Nini inawazeeza? Machungu. Maana chemichemi ya moyo haitoi maji safi. Inatoa maji machungu yaliyojaa chumvi na muonyo. Monyo. Lakini kwetu tunaita monyo. Najua Kimeru ni kubwa. Wameru tuko kabila 7 ndani ya Wameru. Na tunajivunia hiyo. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Ukipenda jirani yako, unajipenda wewe mwenyewe. Kwa maana katika dunia hii, ambaye anamchukia jirani yake, hana tofauti na huyo jirani ambaye hajaokoka. Wote hawajaokoka. Reason. Kwa sababu katika ufalme wa Mungu hatuna maadui. Hello? Na hata leo watenda dhambi tutabadilisha jina, tuache kuwaita watenda dhambi. Tuanze kuwaita kama Yesu. Kwa sababu Jesus is the way. Hatutawaita tena watenda dhambi. No, tunabadilisha jina. Tunawaita mavuno. Mavuno. There are no sinners in human. Wewe uko na mtenda dhambi wewe? Do you have one? Kuna mtenda dhambi uko naye? Mtu ambaye ako na dhambi uko naye mmoja? Watenda dhambi ni wanani? Bwana Yesu asifiwe. Watenda dhambi ni wanani? Si ni wa Mungu. Kazi yake ni nini? Kuwavua kwa dhambi, kuwaleta kwa Yesu. So watenda dhambi sio wa kuwachukia, ni kuwapenda, kuwaonyesha upendo ulio katika Kristo. Wakiona upendo ambao unaonekana kwa Kristo, hatutawaita, watajileta. Bwana Yesu asifiwe sana. Jesus is the way, truth and life. Kwa nini wewe usimame kwa mlango wa kuzuia mtenda dhambi asije kanisani kwa kumuita mtenda dhambi? That is why kanisa limekuwa na watenda dhambi ndani yake.
ndani ya kanisa hiyo hiyo yenye wanachukia watenda dhambi because of the hatred. Ukiwachukia sana wanakuwa wengi. Because the more unawachukia, the more dunia inawapenda. Bwana Yesu asifiwe sana. The more unachukia watenda dhambi, the more dunia inawavuta watenda dhambi. Na the more wanakaa kanisani, the more wanaleta dunia kanisani. Because of the spirit of hatred. Wewe unachukia mtenda dhambi, wewe umeokoka wewe? Wewe unachukia mtenda dhambi, wewe umeokoka? Halo? Yesu analetewa mwanamke ambaye amekutwa kwa usinifu. Kwani kusini si dhambi? Ni dhambi kubwa. Musa aliwaambia mtu kama huyu mkimpata msimwache aishi. Piga yeye mawe akufe. Na Yesu kwa sababu yuko, hawa jamaa Mungu aliwasaidia, hawakumpiga. Walikuja kwanza amri kuwapiga ya kumpiga. Kaja naye kwa Yesu, si ni vile leo tunashangilia kama mwizi akipatikana, piga ua. Okay. Na watoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu atusamehe na aturehemu sana. Kanisa, Mungu aturehemu na atusamehe sana. Haleluya. Wanakuja na mwanamke wanamwambia Yesu, huyu tumemkuta kabisa na tumeshuhudia alikuwa anafanya hiyo kitendo. Yesu hakujibu. Aliinama chini. Akaanza kuandika na kidole. Halo? Kwa sababu Yesu hakuja kubatilisha agano la Musa. Hapana. Hajakuja kuondoa ile sheria ya Musa. Amekuja kuiweka nguvu. Halo? Haiweki nguvu physical because manabii wa zamani walikuwa wanaandika vitu physical. War physical. Vita vya kuonana ana kwa ana, tupigane tumalizane. Lakini Yesu ameleta vita, amehamisha vita katika ulimwengu wa kuonekana, amevipeleka katika ulimwengu wa roho. Halo? Bwana Yesu asifiwe sana. So now atumpigi vita vya kimwili kama tunavyomuona, tunampiga vita katika ulimwengu wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Na anyone who is fighting your friend, physical war, wewe na yeye hamuna tofauti, mko the same. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa akawaangalia, alipoinama akainuka, akawaangalia. Akawaambia, asiye na dhambi katikati yenu, mmoja wenu tu atokee ambaye hana dhambi. Kabisa awe wa kwanza kumtupia jiwe. Wote mioyo ikawauma kwa sababu hakuna mtakatifu chini ya jua. Sisi wote tunakitafuta kiti cha rehema. Bwana Yesu asifiwe sana. Jesus is the only way, truth and life. Jesus is the only way. Na wote walipoangalia wakakimbia, kila mmoja akatoroka. Alitoroka, watu walitoroka. Unaangusha mawe yako ukiwa umeenda. Anainama tena Yesu kuendelea kuandika chini. Akiinua macho, hakukuta mtu, alikuta wote wamekimbia. Akamwangalia akamwambia, wako wapi wastaki wako? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu leo dunia ya leo imejaa wastaki. Haina ndugu ambaye atabeba mzigo wa ndugu yake. Haina ndugu ambaye atamtafutia mwenzake njia ya Yesu. Haina ndugu ambaye atamwambia njia hii unaopita si sawa, tupite njia hii nyingine ndio utafanikiwa. Ina wastaki. Watu ambao watasimama waseme, fulani siwezi enda kama yeye, fulani siwezi kaa kama yeye, fulani mimi siwezi kubadilishwa, siwezi kuendanisha na yeye kwa sababu njia yake ni mbovu. Who told you? Bwana Yesu asifiwe sana. Who told you that yours is better? Maybe yours is more horror. Bwana Yesu asifiwe sana. Labda yako ndio zaidi, lakini wewe kwa sababu unaangalia. Yesu akasema, anayetazama kibaji kwa jicho la mwenzake aangalie. Kwanza Biblia ya Kikuyu inasemanga mogogo. Mogogo. Miti kubwa ambayo iko kwa jicho yako. Kwanza toa yako kabla hujatoa mwenzako. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuache kuita watu wabaya na waovu, tuwaite watu harvests. Tuwaite watu mavuno. Kwa Yesu ni mavuno, sio watenda dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Anawaangalia, anawaambia, mavuno ni mengi, lakini watenda kazi ni wachache. Watenda kazi ni kina nani? Watu ambao wamejua kweli, lakini hawapo. Hawatoki. Na wakitoka wanasambaza chuki. Badala ya kusambaza furaha ya Yesu, amani ya Yesu, upendo wa Yesu, wanasambaza chuki. Kuchukia jirani, kuchukia rafiki. Amekutikana, ameonekana, amefanya, alipitia, alifanya. Na wewe ulifanya nini? Bwana Yesu asifiwe sana.
Na wewe tukikuchunguza ulifanya nini? Unawezekana ulifanya zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Basi na tukaribie wenye moyo wa kweli. Kama kuna kitu usimame nacho katika Mungu na katika njia ya Kristo, simama katika kweli. Ukisimama katika kweli, utawaona hata watu wengine ni watu bora, kwa sababu wewe umesimama katika kweli. Ukiwa katika kweli, wale wanaokutazama ukiwa katika kweli watafuata kweli yako. Haleluya. Haleluya. Watakufuata kwa sababu wanaangalia msimamo wako, wanaona umesimama katika kweli. Halo. Acha niende point nyingine ili nisikae sana. Muda umeisha Mungu. Hata sijafika kuota ya ujumbe. Lakini wacha tusisome kifungu kingine. Niseme Jesus is the life. Number 3, Jesus is the life. Jesus gives eternal life to everyone who believes in him. Jesus gives eternal life. Bwana Yesu asifiwe sana. Eternal life. Eternal life. Nani wangapi wanaamini hapa tunaweza tukaishi eternal life tukiwa hapa? Inawezekana? Can it be possible? Inaweza kuwa possible. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukaishi mbinguni tukiwa hapa. Hello? Danieli anasema na watu wamjuao Mungu wao, they shall be strong. They shall be strong. Watu wanaomjua Mungu wao watakuwa hodari na watatenda mambo makubwa. Kwa sababu unapoishi katika dunia hii ambayo tunaishi, ukiacha kuishi kama mtu wa kawaida, uishi as a spiritual man, vitu vya kiroho vinatokana na kimungu vitakuwa pande wako siku zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kuishi kiroho utaishije kiroho? Kuishi kiroho utaishije kiroho? Ni kubadilishwa. Ni Yesu anayebadilisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Anakubadilisha, anakuondolea human nature. Hautaishi tena yule Juma tunayemjua. Tukikukuta, hatutakukuta uje utuhubirie habari ya kutuonyesha vile uchumi wa Kenya ni mbaya. Utatuonyesha vile uchumi unaweza kuwa mbaya, lakini tukiitisha uchumi unaotokana na mbingu unaweza kuwa bora. Watu wa Mungu wamezuia hata watu kuja kanisani. Haina sababu nyingine, kwa sababu habari inayozungumzwa duniani ndio ile inayozungumzwa mpaka na waumini. Mimi nilibadilisha lugha. Ukija kwangu niambie hali ni mbaya, nakwambia usijali ndugu yangu, kutakuwa kuzuri. Ni kuzuri. Ni kuzuri. Kwa sababu mimi siamini kwamba kunaweza kuwa kubaya, kwa sababu nimebeba Jesus is alive. Sasa akiwa life ndani yangu, nini ambacho kinaweza kufa? Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa Mungu tuhubiri habari ya kuleta watu. Tusihubiri habari ya kusukuma watu mbele, nyuma. Haleluya. Usihubirie watu habari mbaya. Kanisani usihubiri habari ya kanisa letu linakaa. Hapana. Sema kanisa letu ni nzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Madhabahu yetu ni nzuri. Tunapoendaga kanisani, sisi tunaimbanga masaa mawili kwa sababu tunampenda Mungu. Na tunapenda kuona watu wakimwimbia Mungu. Tunapenda kuona watu wakimwabudu Mungu. Zungumza life. Ongea habari ya life. Kwa nini unaongea death every time? Kwa nini unaongea negativity? Speak positively. Bwana asifiwe sana. Ongea positively. Ongea vitu ambavyo vinakaa positive. Wacha kuingia kwa negative, because negativity always loses. Hello? He also gives abundant life here and now through his presence and the power of the Holy Spirit. He also gives abundant life here and now through his presence. Bwana asifiwe sana. Kwa siku moja niko kanisani, nikasikia nimeingiwa na roho nyingine. Bwana akanihudumia, akaniambia nikiwa mbali, uwepo wangu peke yake ukiwa mbali na wewe, you are finished. You are finished. Bwana asifiwe sana. Na nikiingia kanisani huwa namwambia Bwana, kama nimekuja kuomba, nipatie key ya kuomba leo. Nikipata key, najua ninaenda kwa Mungu kuuliza nini. Sasa nilipofika kanisani nilisikia the presence, the presence, the presence. Nikafuatilia the presence, the presence, the presence.
Nikaona Musa anamwambia Bwana, ikiwa uwepo wako peke yake hautaenda na sisi, usitutoe hapa. Uwepo. Bwana asifiwe sana. Uwepo. Na kama kuna kitu ninapenda siku hizi ni nitembee na uwepo. Nikifika kwa biashara yangu niko na uwepo. Nikienda nyumbani niko na uwepo. Nikikutana na marafiki waongee negatives, niko na uwepo. Nasikia uwepo wangu unaniambia usikae hapa. Hapa ni negatives. Na wewe utakuwa negative. Naondoka. Naanza kwenda shughuli nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu natunza nini? Uwepo. Na nikaanza kumwambia Bwana, nisaidie niupate uwepo wako. Nikipata uwepo wako, vitu vingine vitatoka. Vitakuja tu, vitanifuata. Yesu anasema, msitafute dunia, msitafute mambo mengi, msitafute pesa, msitafute nini, msitafute. Tafuteni kwanza ufalme. Ufalme ni uwepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ufalme ni uwepo. Ukiwa na uwepo, utaishi maisha abundant life kwa sababu uko na uwepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Vitu zitakufuata, watu watakuja, marafiki watakuja. Kwa sababu gani? Umedunisha uwepo. Naweka mkono wangu nikuombee katika jina la Yesu, ya kwamba Bwana aachilie uwepo wako utembee na wewe siku zote, wakati wote, dakika zote. Usipungukiwe na uwepo wa Bwana. My God, pesa inaweza kukupungukia, marafiki wanaweza wakakupungukia, vitu vinaweza kukupungukia, lakini ombi langu moja leo ni Bwana asiruhusu uwepo wake utoke kwako, akupatie uwepo, utembelee uwepo wake mchana na usiku. Unapoenda katika biashara yako itambue uwepo wa Mungu unaokaa ndani yako. Kazi yako unayofanya itambue uwepo wa Mungu unaotembea nao. Without Christ, there is spiritual death. But in him, there is new life. Bila Yesu, kuna kufa kiroho. Umeshawaona mtu amekufa kiroho? Bwana Yesu asifiwe sana. Umeshawaona mtu amekufa kiroho? Mtu akikufa kiroho anafanana na watu wengine. Spiritual death. Ukikufa spiritual death, unabaki kuwa mtu wa kawaida. Vitu unavyovifanya vinafanana na watu wa kawaida. Watu wanapoongea vile vitu wanavyoongea, na wewe uko hapo, uko miongoni mwao. Wakiongea negative about your life, na wewe uko hapo unawaambia, na ni kweli hata mimi ni kama nakuaga hivyo. Ulishakufa kiroho. Huwezi hata jitamkia maneno mazuri. Watu wakikwambia vile unakaa unasema na ni kweli, hivyo ndio nakuaga. Bwana Yesu asifiwe sana. You are a spiritual dead man. Bwana asifiwe. Juzi nikaona mtumishi wa Mungu mmoja kutoka Nigeria ameimba wimbo. Akasema askari asiye na bulletproof ni mtu ambaye amekufa lakini anatembea. Askari kama hana bulletproof amekufa lakini he keeps moving. Bado anatembea. Sasa ni nini anasema? Anasema mtu ambaye hayuko na Kristo, ambaye hana Yesu, ni mtu ambaye amekufa lakini anatembea tu. Tunamuona ni mtu wa Mungu. Unajua kuna watu wa Mungu na wana wa Mungu. Umewahi jiuliza hiyo? Kuna mtu wa Mungu na kuna watu wa Mungu na kuna wana wa Mungu. That is the difference. Mimi ni mwana. Bwana asifiwe. Nilishakubali kufanyika mwana. Nimefanyika kuwa mwana, na nimehesabiwa haki. Sasa tusome mambo mengi, wacha niwape points alafu nimalize. Maana sitaki kuendelea, muda umenipatia kisogo. Ama andika hii John 10:10. John 10:10 alafu utaandika hiyo John chapter 11 verse 25. John 11:25. Points. If you had known me, you would have known my Father also. Ukinijua utamjua na Baba. Bwana asifiwe sana. Kitu tunapungukiwa kujua ni kumjua Kristo tukimtafuta Baba. Haleluya. Umeshawahi sikia mtu anaomba anasema si mbaya, anasema
Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo, utuhurumie. Si ndio kweli? Tumeshawahi kusikia. Sasa swali mimi najiulizaga, ni kweli si mbaya? Ni maombi inakupatia motivation ya kuomba. Ako wapi Mungu wako? Haleluya. Ako wapi kanisa lenu? Ako wapi Mungu wa kanisa lenu? Ako wapi Mungu wa Pastor Kaimenyi? Halo? Mungu wa Pastor Kaimenyi yuko wapi? Ndio uite Mungu wa Ibrahimu. Na Ibrahimu alikufa siku nyingi. Miaka zaidi ya 2000 iliyopita. Unamwamusha aliyekufa. Halo? Maandiko yanasema wanapotea kwa kutojua. Bwana asifiwe. Ni Mungu, the present God. We worship the present God. Halo? Si mbaya. Kama unaombanga na Ibrahimu ni sawa. Lakini nikupe tu, nikutishie kidogo. Una tofauti na Wakatoliki wanaoomba Maria. Tofauti iko wapi? Kuna tofauti. If you don't acknowledge the God of your father, spiritual father in the altar, then you are acknowledging the God of someone who has been dead many years ago. Kama huwezi muamini huyu Mungu ambaye yuko hapa saa hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama huwezi piga magoti ukamwambia, kwa sababu umepitia, kuna mahali unapitia, unamwambia Bwana, kwa jina la Yesu, nilihubiriwa neno na mtumishi wa Mungu, baba yetu katika madhabahu. Wewe Mungu wa Kaimenyi, tokea. Unaomba Mungu wa Ibrahimu bwana. Ibrahimu ni miaka mingi alikufa bwana. Mungu wa hapa. Bwana asifiwe. Mungu wa wapi? Man of God. Mungu wa pale unaabudugi. Wachana na wa Ibrahimu. Wachana na Musa. Wachana na Elia. Ndio Elia ni nabii mkubwa. Ndio ni sawa. Kukatai. Lakini Elia alienda. Hatuna Elia leo. Bwana asifiwe sana. Sauli anatokea anaenda anaitafuta miungu imwamushie Samueli. Samueli mwenyewe anaamka anamwambia, mbona unanisumbua? Where are you troubling me? Nimeshatoka tayari. Mungu niliyekuwa naye amebaki na Daudi. Halo? Nawasaidia leo? Hivi sina muda tungeendelea. Lakini niwaambie watu wa Bwana, mkitaka kufanikiwa ombeni the present God. Na siku hiyo nilipopiga magoti nikamwambia Bwana, I need your presence more than your presence. Nahitaji wewe kuliko zawadi unaonipa. Nahitaji uwepo wako zaidi ya zawadi unaweza kunipa. Kwa sababu ukiwa na presence, zawadi zitakuja. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Omba present God. Can you pray the present God? Wachana na Mungu wa zamani. Zile miujiza zilizokuwa zinafanyika zamani hazifanyiki leo. Bwana Yesu asifiwe. Angalia hata makanisa makubwa sasa hivi. Kwa sababu miungu ya wazee wale wa zamani ndio inatawala mpaka leo. Hakuna jenzi kanisani. Wako? They have left. Huyo Mungu wa zamani, zile vitu unatuambia vya zamani, saa hii havina kazi. Akina Elia walikuwa wanasoma ngozi. Leo tunasoma Biblia digital. Sasa utatuhubidiaje Mungu wa zamani? Bwana Yesu asifiwe sana. Tembelea hiyo makanisa ukute jenzi. Kama kuna mhubiri amedumisha jenzi, amewapatia nafasi. Kasisi Lai ndiye amedumisha jenzi kanisani. Na ni wengi. Na wakihubiri fire inateremka. Lakini leo makanisa ambayo yamefinya vijana yanataka kuwahubiria habari ya 1940. Mzee ni wa 1940 analeta injili ya 1940 2026. It cannot work. Sipigi kanisa. Mungu alisamehe. Sipigi kanisa, lakini that is the truth. Bwana Yesu asifiwe sana. Jesus is the way, truth and life. Leta Yesu leo, wacha kumleta Yesu wa zamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ati nifanyie kama ulivyomfanyia Batimayo. Aje sasa. Batimayo alikuwa kipofu. Wewe ni kipofu. Bwana asifiwe.
Muombe Mungu according to your way. Kulingana na kile Mungu unataka akufanyie saa hii. Muite huyo Mungu akufanyie kwa kisasa. Siwezi omba Mungu anipe manual Bible. Na muomba anipatie digital Bible. Manual Bible kidogo pitwa na wakati. Haleluya. Haleluya. Digital zinatoka zingine. Zamani watu walitumia manual. Si mbaya, ni mzuri. Nunua zaidi ya 2 uweke. Niko nazo. Hata mimi niko nazo. Haleluya. Lakini most of the time natumia hii. Kwa nini? Ni digital. Na tumeambiwa tukae ready. I'm ready. Inaweza ikazimwa anytime. Inaweza wekwa virus na shetani. Yeah, I'm ready, very ready. Niko nazo zaidi ya 1 nimeweka. Bwana asifiwe sana. Niko na version karibu zote nimejiwekea. In case siko, watoto wangu watazikuta. Na watasema baba yetu alitununulia manual Bible. Hata kama hii imeingia virus, tuko na manual, tutasoma manual. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wapendwa watu wa Mungu, tuombeni Mungu wa saa hii. Wacheni kuvuta Mungu wa zamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu kubwa nitawaachia ni kuwaambia Jesus is the way, truth and life. Jesus is the only way. Jesus is the only way. Can you stand on your feet? Unaweza simama kwa miguu yako? Sasa hivi ni saa ya kumwambia Bwana, wewe ndio njia yangu. Ni nini unataka? Ni nini unakitafuta? Naweza nikaendelea na nikachemuka sana. Lakini pointi ambazo nimebakisha nitakuja siku ile Bwana atakayoiamuru. Unaweza ukamwinulia Bwana mikono yako. Ukainua sauti yako. Ukainua mawazo yako. Ukafungua moyo wako. Ukamwambia Father, you are my way. Wewe ni njia yangu. Wewe ni njia yangu. Tuinua macho yetu. Tutazame milimani. Msaada wetu tatoka wapi? Msaada wetu tatoka kwa Bwana. Twainua macho yetu. Tutazame muombe Bwana kwa dakika moja. Mwambie Bwana, I need your way. Jesus, I need your way. I need your way. I need your way, Lord. Kuna imani ambayo uko nayo kwa Mungu. Kuna kitu ambacho unamwamini Mungu akufanyie. Jesus is your way. Jesus is your key to open that door. Yesu ni ufunguo wa kukufungulia huo mlango. Mwambie Bwana, nahitaji njia yako. I need your way, Lord. I need your way, Heavenly Father. I need your way. I need your way. I need your way. I need your way. Oh Lord, I need your way. 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 Oh Lord, I need your way. Ni kazi unatafuta? Yesu ni njia. Yesu ni ufunguo. Ni biashara unataka? Yesu ndiye njia. Usisahau formula. Usisahau mwelekeo. Usisahau hii. Kile unachokitafuta, Yesu ni njia. Kile unachokitaka, Yesu ni njia.
Yesu ni njia. Yesu ni njia. Yesu ni njia. Unahitaji afya. Yesu ni afya. He is the life. Yeye ni uzima. Yeye ni uzima. Oh my God. Nasikia kuombea mtu. Sijui kama yuko hapa. Nasikia kuombea mtu ambaye anatafuta njia. Unatafuta njia. Njia ni nyingi. Unaweza kuwa unatafuta kazi. Unaweza kuwa unatafuta vile utaanza biashara. Unaweza kuwa unatafuta vile utaokoka. Nataka nikuongoze katika kuokoka. Kama hujaokoka, tokea. Kama hujaokoka, hujampokea Kristo na umekuja tu ukajiunga na wengine, tokea. Uongoze sala ya toba. Kama unahitaji kumuona Mungu katika njia yako, Jesus is the way. Naomba niombe na wewe kama utaweza. Kuna neema ambayo iko kwa hii madhabahu. The grace that is in this altar can transform you for good. If there is no one, inamisha uso wako. Baba, katika jina la Yesu, nakushukuru sana. Wewe ni mwema kila siku na wewe ni mwaminifu siku zote. Jina lako litukuzwe, libarikiwe na liinuliwe. Asante kwa ajili ya neno lako. Your word, Father, is the bread of life. We have eaten your word this day, Lord. We have taken it to our hearts. We have taken it, Lord, everywhere in our life. Wherever that we are trusting you for, Lord, we are taking this word, my Father, so that the word may transform us. The Bible says that you sent your word to heal us. You sent your word, Lord, to take us to the next level. Jesus, you preached the word so that you may transform the world. And today, we are seeing the world being transformed because of your word. We pray that your word, my Father, will transform our life, will transform our thoughts, will transform our mind, will transform our thinking, will transform our levels in Christ. For you are the only Father we are trusting. In Jesus' name, amen. Mungu siawabariki sana. Karibu mtumishi wa Bwana. Thank you, Jesus. Thank you. Tumpige mtumishi wa makofi. Asante. Tangapi barikiwa. Jesus is the life and the truth. Amen. Tumpatie Yesu makofi mazuri. Asante, God bless you. Amen. Naomba tutoe sadaka zetu. Asante mtumishi wa Mungu. Tumebarikiwa kusikia Injili. Tutoe sadaka zetu na mafungu yetu ya 10. Alafu